Kweli. Na rafiki mwingine hao ni tabia mbaya. Siwezi kujiunga rafiki na unajua unapenda mambo ya starehe sana. Unajua kuna rafiki mwingine anapenda starehe mpaka yani kuna vitu vingine anavisahau vya maisha. Shamsham za pwani, penzi msikilizaji, mambo ya tarabu, mambo ya kufurahi, mambo ya shamsham za asubuhi. Kama wewe una stress na mpenzi wako au mume wako mnalala naye, yani ugovi vile, lakini ukisikiliza tu Radio Black FM itakuweka sawa. Ni Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 7 2022, lakini nikujuze tu kama tarehe 6 mwezi wa 8 kesho kutwa 2022 patakuwa lancement kwa Kifaransa, yani niseme kwa Kiswahili uzinduzi wa Radio Black FM. Si ya kukosa, ni miguu yako penzi msikilizaji. Natumai itakuwa concert, yani itakuwa lancement ya kibabe, yani ya kijanja vile, usia kukosa. Ambia mwenzako ili na wewe muwe pamoja hapo kwenye stade kuu, hapo stade kuu penzi msikilizaji, stade Inoire vile. Acha basi mwenzangu wapandishe topiki yetu ya leo ili tuichakachue kidogo. Nyuma ya hapo tunaendeleza, basi tuwapatie fursa wasikilizaji wetu wapige simu. Nakwambia mada yetu ya leo inaongelea hivi: vitu gani ambavyo rafiki yako akivifanya lazima umkatae? Kwa upande wako ni vitu gani? Uongo. Kingine lazima unafiki. Kwa nini? Anaika sipendi rafiki aikae na ogopea. Na uongo sitaki aendelee kuwa na danganya. Unajua kuna mtu akuja kupiga uongo wa pesa unampa, kumbe kupiga uongo ili mradi tu umpe pesa. Anaona kama vile akikwambia ukweli huwezi kumpa. Na rafiki mwingine ukutana ni mnafiki. Ndio. Anafanya yani akwambii ukweli. Yani anakuwa mnafiki kujipendekeza kwako na akupendi. Rafiki wa hivyo mimi sitaki. Ndio. Kwako wewe? Nami ningetaka niseme uongo kama vile amesema. Sema tu kaka, hakuna tatizo. Rafiki ambaye ananidanganyisha kwa sababu mimi anajua kama mimi naye tuko marafiki, anataka kuniprofite niseme, anazidisha kunidanganya. Hapo naweza nikamchoka na nafika hata kuniatoa asema urafiki uishi. Tunaisha. Mimi kwa upande wangu rafiki ambaye naweza nikampiga buti ni rafiki mchoyo. Akia Mungu Adija. Ni kweli. Kwa sababu rafiki mchoyo kwa vyovyote vile hawezi kukupa kitu chake. Ni kweli. Anaweza unaweza kuna kitu unaweza ukakipenda, kumwambia hichi kitu mimi nimekipenda, akakudanganya, akakupeleka huko, yani yeye kukwambia sitaki, ila wewe kuvyako anakuwa yeye anakuwa kwanza kunini kuomba. Mimi rafiki mchoyo simpendi. Na nikijua kama wewe ni mchoyo na kukimbia. Ni kweli. Na rafiki mwingine hao ni tabia mbaya. Siwezi kujiunga rafiki na unajua unapenda mambo ya starehe sana. Unajua kuna rafiki mwingine anapenda starehe mpaka yani kuna vitu vingine anavisahau vya maisha. Yes, starehe na yeye hawezi kukumbusha vitu vya muhimu. Starehe inazidiana. Kuna mtu anaenjoy tu kidogo, azidishi sana. Na kuna mtu mwingine anaenjoy sana, anazidisha yani kuenjoy. Unakuta mtu weekend nzima anafanya kazi, anapata pesa. Akishapata pesa, ile pesa yote inaisha weekend mbili tu. Sasa anajitoa stress. Sasa lakini sasa kuna kale ka akiba natakiwa uweke. So maliza vyote. Ukimaliza vyote unakuja kunisumbua mimi. Ni hatari sana. Ni Mkombozi akishirikiana na Tausi, dada mfupi sana, nakwambia. Mlikuwa mfupi ila anajiamini sana. Kwa gisi anavyoamini Ivete wewe huwezi kumfikiria kabisa. Anakuambia Mkombozi, mnekuwa mnasema sintaoa basi nimeoa vile. Nikujuze tu penzi msikilizaji wa Radio Black FM, hapo Pambe za Vijora vile. Pambe za Vijora hapo tarehe 24 mwezi huyu wa 7 huko kwenye ukumbi wa Filant, Etoile Filant penzi msikilizaji. Natumai patakuwa wa MC tofauti na watu wanatoka nje, patakuwa watu wametoka Belgium kama vile huyu Nadia. Hamisi pamoja na huyu Jamil Boss Lady. Wapi vile wote wametoka nje. Na patakuwa pia penzi msikilizaji huyu MC Zubeda kutoka huko maeneo ya South Africa, lakini ni Mrundi vile. Atakuwa naye katika ardhi hapa Burundi hapo tarehe 24. Patakuwa MC Rashida
Wanjara vile na MC patakuwa MC wa Shida Wanjara, patakuwa Jami Boss Lady Kivuru. Jami atakuwepo? Ya. Jami nampata. Na haishi huku yeye. Ya, patakuwa Kivurande Junior pia, wote watakuwa hapa. Penzi msikilizaji, natumai ni show ya kibabe. Wanakwambia hivi kazi ya Jora dada kuichezea na unajua mimi ni mfupi sikatai. Lakini napendaga nivae kijora kiniachie, ili nikishikilia vizuri. Tena ushikilia kwenye unashika kwa kujishaua. Raha ya Jora kushikilia. Basi mwambie mwenzako si ya kukosa hapo tarehe 24 mwezi huyu wa 7. Na vile vile pambe za Vijora. Kama wewe uko Mswahili, kitofu chako kimeangukia hapo pande za BYZ Presereja Charlie, basi wanakwambia si ya kukosa. Wewe kama wewe unajiamini kabisa, yani una meno 32, basi si ya kukosa. Acha basi mwenzangu Bi Dolphine nikumbushe mada na mimi nichangie kidogo. Wanakuambia mada yetu ya leo, vitu gani ambavyo rafiki yako akiwa navyo utamkataa? Lazima umkatae. Mimi cha kwanza yani rafiki yangu awe mnafiki. Cha pili ule asiyependa maendeleo kwangu. Unaona? Yani akiona mimi nimebahatika, ni neema Mwenyezi Mungu amenipa neema, alafu yeye anakuwa mbaya kunisema, kunizungumzia Charmante hivi na hivi, ile nguo amevaa sio yake, au hiyo ameazima na nguni yangu. Pana watu wako na roza husda. Unaona, ni rafiki yako, unajua ni rafiki yako, lakini hakufurahii yani mafanikio yako. Unaona, hakufaniki yani afurahi. Mimi namwambia mwenzako, mimi nimepata sehemu ya kazi offer. Unaona, lakini unamwambia mwenzako, lakini mwenzako anakwambia hivi, anafika anakwambia hivi, na hiyo kazi inakuingizia nini? Inakusumbua tu. Kazi kwenda na kurudi. Hiyo Black FM inakuingizia nini? Hiyo Black FM kitu gani haswa? Yani inakufanyia mafanikio. Pana watu wako hivyo yani wanakudidimiza. Yani anafurahia tu ubakie nyumbani. Kuoneone tu nyumbani. Kumbe anasahau kuwa 1 na 0 sio mamoja. Walishaona. Na kwanza wewe huko umesoma masomo yako. Na Swahili anakuambia hivi, mgolo toka umebarikiwa. Lakini mgolo kaa hawajasema. Kweli. Na ndio maana Khadija Yusuf anakuambia siadhiriki. Maana siadhiriki, niko pamoja na Mwenyezi Mungu. Najiamini na sali rakaa 5 na msujudia. Kwa nini nitaadhirika haswa? Na mimi ningali na mimi Mwenyezi Mungu ananilinda. Wewe mwanadamu hata ufanye majungu yako, lakini ataishia hewani. Mwenyezi Mungu ndiye nguzo yangu, ndio angali na mimi tuko naye sambamba.